12. Kumbukumbu ya Torati. Patia Matilda hiyo kipaza sauti. Matilda soma. Kumbukumbu la Torati, mlango ni wa 8, mstari ni wa kwanza. Dirisha 12. Mlango ni 8, dirisha ni 12. Angalia. Utakapokuwa umekula na kushiba. Na kujenga nyumba nzuri. Na kukaa ndani yake. Na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho lenye nyoka na moto na nge, nchi ya kiu usiokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, mwamba wenye imara. Wako nitajifika maji haya na damu likaweze kujenga ndani ya mioyo zetu, likazidi kudumu ndani wetu, maana ni Mungu, likaweze kutubadilisha, maana ni Ebeneza. Muondolee kigugumizi ndani ya moyo wake, muondolee maneno yasiyofaa ndani mwake, mpe kibali machoni pako, maana ni Mungu. Nimeliza haja ya moyo wako, maana ni Bwana. Usiomba Jehova, naomba ukaniombe. Yesu Kristo, naomba nikiamini. Strength drawn from remembrance. Nguvu ambazo zinapopatikana katika hali ya kukumbuka. Kumbukumbu ya Torati, kukumbuka. Wanapoongea juu ya kukumbuka, awe wanapokumbuka, the golden rule of marriage, nimeongea nikisema remember. The golden rule of marriage, nimesema remember the golden rule.
If you remember the golden rule, ilikuja kwako na ndio unakumbushwa ya kwamba kumbuka the golden rule. Sheria ya ndoa uweze kuikumbuka. Unapokumbuka, kumbuka the past. Yale ya pasio mazuri, tuna yale mazuri, tuna yale mabaya ambayo yaliyopita. Unapoyakumbuka yanakujenga kwa yale ambayo yanakuja. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Bwana hallelujah. Hallelujah. Deuteronomy ni kitabu moja ya Musa, nayo inakuwa pili kwa sheria ambazo Mungu alipatia wana wa Israeli. Na nikawa najiuliza ninapotafakari, kwa nini Mungu alichagua tu wa Israeli? Na ndio Biblia hii imejaa tu wa Israeli, na Biblia inasomwa dunia mzima ni kwa sababu ya Israeli. Ona hakuchagua. Ona hakuchagua wenzetu hawa ambao naona. Inanipa picture ya kwamba jinsi Mungu alipochagua taifa la Israeli, hivyo ndio alikuchagua wewe na mimi kupatikana katika nyumba hii yake, akakutenga, na ndiposa unaitwa wewe ni Mkristo. Yes, ainuliwe. Amen. Ni wangapi wako nje wanatembea tu? Wewe una sura gani? Au Mungu alikuwa na namna gani? Mbali, you are called. One, you are called. And then you are set apart. And then katika hivyo anakutuma. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Bwana hallelujah. Hallelujah. Kumbuka, naongea juu the strength. Tunacho nguvu katika kukumbuka. Amen. Maana ukikumbuka yale maisha ambayo ulilelewa, kumbuka jinsi ulipolelewa, kumbuka ile familia ambayo ulitoka ndani, kumbuka maisha yako jinsi alivyo. Unapoyakumbuka, unaona yale ambayo yanakuja sio kitu kwako. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu nasifiwe. Kwa sababu gani? Tunazo nguvu ndani ya kukumbuka. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Bwana haleluya. Haleluya. Bwana haleluya. Haleluya. Nikikumbuka maisha yangu uko nyuma, na wewe ukumbuka maisha yako uko nyuma. Kumbuka ile familia ambayo umetoka ndani. Kumbuka jinsi ulipokuwa ukitembea bila viatu. Kumbuka jinsi ulipokuwa unavaa nguo bila chungu nzima. Kumbuka jinsi ulipokaa kwa nyumba ya nyasi. Kumbuka dada yangu, ndogo yangu, kumbuka. Nikikumbuka nachukua hatua ya kubadilika. Amen. Hallelujah. Nikikumbuka I will not remain the same. I will make a change katika hali yangu ya maisha. Bwana Yesu nasifiwe. Bwana haleluya. Kumbuka Musa aliyeitwa na Mungu. He was called and then he was set apart, and then Mungu anampatia jukumu ya kuongoza wana wa Israeli. They are now marching from slavery kwa nchi ya utumwa,
Misri imebaki nyuma. Misri imebaki nyuma. Wamevuka the Red Sea. Amefika kwa Jordan River. Anaona nchi ya Kanaani ndio ile iko ng'ambo. Na ndiposa anakumbusha wana wa Israeli. Yes, I know. Bwana haleluya. Otano haleluya. Ametoka Misri. Misri umebaki nyuma. Misri imebaki nyuma. Miongo zao zimebaki nyuma. Mbali wanaenda Tamachi. Safari ya Mkristo. Sitarudi kuwa vile. Sitakuwa sitarudi kuwa vile. Sitarudi kuwa vile. Oh, sitarudi kuwa vile. Sitarudi kuwa vile. Mimi sitarudi kuwa vile. Sitarudi kuwa vile. Ana Yesu nasifiwe. Bwana haleluya. Ukikumbuka jinsi ulivyokuwa, ndipo unapoimba hiyo wimbo, kwa sababu unakumbuka yale ambayo yalikuwa ya nyuma. Ndipo unaposema sitarudi kuwa vile nilivyokuwa. There is strength in remembering. Amen. Bwana haleluya. Bwana haleluya. Katika hali ile wewe uko na mahali umekaa hivyo, tuna yale ambao uliopitia. Wengine wako na alama kwa mwili hizi ambao walipata wanajuta. Wengine maisha yao jinsi alivyokuwa mbali, anapokumbuka uko nyuma, nasema na kwa uvumilivu kwa yale ambao yanakuja. Amen. Yesu Kristo. Amen. Bwana haleluya. Bwana haleluya. Bwana haleluya. Angalia wale wa mama. Wale wa mama ambaye bayo atametoa ushuhuda yule mama. Na yule girlfriend wangu mwingine kwa kina wiki huko, ambaye iko miaka inaelekea 100. Hajapoteza macho, hajapoteza memory. Baada naimba zile nyimbo ambazo nimekuimbia hapa, tena pala na kuimbia, bado ana still hayase memory. Alikukumbusha uko nyuma jinsi ndoa yake ilivyokuwa. Yesu aidolewe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Anakushuhudia mambo ya nyuma pale, anakupa ushuhuda, inakupatia tumaini, ninakupatia nguvu ya kwamba hata haya ambao wewe unapitia ndani sio mageni, yalikuwako. Kwa hiyo jitie nguvu katika Bwana, utayaweza. Bwana Yesu anasema. Bwana haleluya. Bwana haleluya. Musa, this is river Jordan. Mbali anawaonyesha, kwa sababu safari jana ambayo ingechukua 11 days inachukua 40 years. Safari ya kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi ingechukua only 11 days. But kwa sababu ya mioyo migumu ya wanadamu Israeli, na wewe ndio Mwisraeli ambao unaongea juu yake,
Bwana Yesu asifiwe. Mungu naye akaona basi. They started mingling in the desert. Mingling in the desert. Naenda pale bado wanarudi mahali pale watoka. Naenda pale bado wanarudi pale. Mungu anatafuta. Bwana Yesu. Amen. Bwana haleluya. Kesesero au kichungi ya kuona ni wakina gani, kina nani ambao watakuwa na nguvu, ambao wanaweza kuingia kwa nchi ya ahadi, nchi ya maziwa, nchi ya asali, nchi ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana haleluya. Bwana haleluya. Kumbuka naongea juu ya safari ya wokovu, na safari ya kwenda mbinguni, kule ambao tumeahidiwa, nchi ya ahadi, nchi ya amani. Huko kuna amani, huko kuna utulivu, huko kuna amani, huko kuna shida na magonjwa huko. Na ni watu gani ambao wataenda pale? Bwana Yesu. Because musikia injili ya pasta na kuletea mwinjilisti. Hallelujah. Because musikia ya mwinjilisti na kuletea mwalimu. Amen. Ungepata musikia ya mwalimu na kuletea mtume. Amen. Na jiposa na changanya mahali hapa. Hallelujah. Oleme ngotuyo ohola. Ngotuyo okuza ohola mwana dawa. Amen. Bwana haleluya. Bwana haleluya. Niposa tangalia pale unakuta kile kizazi chote ambacho kilitoka Misri kilikufia jangwani. Mbali ni wana ambao walizaliwa njiani, na niposa ndio hawa Musa sasa awanasomea sheria mara ya pili, na nawaambia kumbukeni. Niposa naandikwa kumbukumbu ya Torati, kukumbuka sheria ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana haleluya. This called kumbukumbu ya Israeli to remember who God is. Kukumbuka Mungu ni nani na yale ambao aliyoyatenda. Musa anawakumbusha jinsi safari hao na Waisraeli walipotoka Misri, katika ile shida ambao waliokuwa nazo, na vile Musa alipotenda miujiza pale, maji kabadilika wako damu, watu wakaokolewa na ngee, watu frogs katoka from nowhere. Anaendelea kuwakumbusha jinsi Mungu alipoongoza wakavuka the Red Sea na Wamisri wakaangamia. Kumbuka Farao na majeshi yake. Amen. Mbali katika safari hawakosa manunguniko. Hawakukosa manunguniko. Atonungunike kwa sababu ya katibu. Bado yule mwingine atakuja atakuwa ni katibu tu. Na kwa wala Nyasaye kama hema na muyai kandi yaza na ho musakore benazo kuba ku katibu. Amen. Bwana haleluya. Unaponungunika kwa sababu ya pastor, bado nasema bado yule atakuja, bado ni pastor. Amen. Akandi baba Nyasaye bo kandi kuri bururebe ugasira kana nori kuba pastor. Akapasa bitira kolena kole. Ili tandikwa ndani ya kitabu ya Kumbukumbu. Makorera amabo amakorera aringinga
nami ahibabore abamakorera amaboba enyo makorera ise